Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu mpendwa katika Bwana, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naona leo nikupe siri moja. Unaweza kuwa unaishi kwenye maisha ambayo umejifunga mwenyewe na usijue. Kwa hiyo naomba nikupe siri moja ambayo labda ulikuwa umejisahau. Ila naamini leo Mungu atakukumbusha na Mungu atakufungua. Nasoma katika kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: basi umetengwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Umetengwa kwa maneno ya kinywa chako. Maana yake nini? Watu watakutenga, watakaa mbali na wewe, watakukimbia. Unaweza kujikuta sometimes unakuta watu wako mbali na wewe, uelewe kwa nini. Mtu hataki uongee naye tena, hataki urafiki na wewe, hataki kukaa karibu na wewe. Kwa sababu gani? Hujui. Kumbe kuna neno fulani ambalo limekufanya uweze kukaa mbali na yeye, na ndio maana unajikuta hata fursa zingine unashindwa kuzipata. Unashindwa kupata fursa, unashindwa kupata connections hapa na pale, kwa sababu tayari kuna neno ambalo lilikufanya ukajitenga na mtu fulani, lilikufanya ukajitenga na watu fulani. Kwa hiyo sometimes tunatakiwa tuangalie maneno tunayoyatoa, tunatakiwa tuyachambue na kumwomba Roho Mtakatifu atuongoze katika lile ambalo tunalo litamka. Upande wa pili nasema hivi: umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Sometimes maneno yako yanaweza kusababisha adui akakuteka, akakudhibiti, akakufunga. Na nisikufiche, hicho kitu kinatokea na watu wengi wanaishi kwenye matatizo kwa sababu maneno waliotamka, na hayo maneno yanawafanya waishi katika maisha ni magumu sana. Kwa maana adui alitumia fursa hiyo. Ulipotamka vibaya, ulipotamka neno ambalo lilisababisha ukatenda dhambi, lilisababisha ukakwaza mtu, lilisababisha ukavunja ndoa ya mtu, lilisababisha ukamfanyia mtu aweze kukosa kazi, hilo neno limekufunga mpaka leo. Maana shetani aliingilia hapo hapo na akakukamata, akakuteka. Ila siku ya leo naomba niombe Mungu kwamba akufungue hapo ulipo, wewe ambaye umesikiliza video hii ukapata kushare, ukakomenti. Mungu aweze kukufungua leo hii, siku ya leo. Mungu akufungue katika jina la Yesu Kristo aliye hai.